tuko uweponi mwako. Yesu, twahitaji wema wako Bwana, twahitaji wema wako Yesu, tuko uweponi mwako Bwana, tumesongea uweponi mwako Bwana, twakuhitaji asubuhi ya leo Yesu, zaidi ya yote Bwana, twakuhitaji Bwana, twakuhitaji, twakuinua, twakuinua. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni mfalme, wewe ni mfalme, haufananishwi na yeyote Bwana, tunakupa sifa, twakupa sifa. Tumesongea uweponi mwako asubuhi ya leo, miguuni mwako Bwana twanyenyekea, tukisema wewe ni mtakatifu, tunasema wewe ni mtakatifu, mtakatifu Bwana, mtakatifu Yesu, mtakatifu Bwana. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena kama Baba. Sema hakuna mwingine tena, oh, kama Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena kama, tunasema hakuna kama Baba yetu, hakuna kama wewe Yesu, wewe ni Mungu wetu, wewe ni mtakatifu, hakuna kama wewe Yesu, Bwana tunakiri kwamba hakuna kama wewe, wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwema.
Aitonero Yesu. Aendo kweni wa waito Jehova. Aena mare aitomonene. Baba tunakuabudu leo. Usiyeshindwa Bwana. Usiyeshindwa Bwana. Usiyeshindwa Bwana. We give you glory, Jesus. We give you glory, Lord Almighty. Lord Almighty. Hallelujah. Baba, wewe ni mwema asubuhi ya leo. Tunakiri kwamba hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho, Jehova. Asante kwa sababu ya kibali asubuhi ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu aliye mahali hapa. Asante kwa sababu Bwana, mbingu zimekubali asubuhi ya leo. Tuomba kwamba uwepo huu Bwana ukaenende pamoja nasi, kwa kuwa bila uwepo wako hatuwezi, Jehova Mungu mtakatifu. Uwepo huu Bwana ukasaidie wanao watakaoingia mahali hapa siku ya leo. Ukaseme na moyo wa kila mmoja asubuhi ya siku ya leo Bwana. Siku hii iwe siku ya baraka katika maisha yetu Bwana. Ukatutende jambo jipya asubuhi ya leo, hata siku hii Bwana. Isiwe kama siku zingine Bwana, isiwe kama siku ya kawaida tu Jehova, ila Mungu kupitia kwa siku hii ukatutendee jambo tukakushukuru. Asante kwa sababu ya wanao Bwana wameingia katika nyumba hii asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya wale Bwana wanaotutazama kupitia kwa mitandao yetu Jehova. Pia tumewakabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Si wewe ni Mungu wa miujiza, wewe ni Mungu wa maajabu Bwana, ukatendee mtu siku ya leo kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu Bwana utatuongoza. Asante kwa sababu Bwana utatuzungumzia. Asante kwa sababu Bwana utatuinua kwa viwango vingine. Hatutabaki vile Bwana tumeingia mahali hapa tukiwa, bali Bwana utatubadilisha. Utabadilisha mawazo yetu, nia zetu Bwana, hata na njia zetu, kwa utukufu wa jina lako Bwana. Hata neno lako ambalo ninaenda kulizungumza mahali hapa kwamba Mungu likatutie moyo, likatutie nguvu, ili Jehova tukaweze kuendelea kwa utukufu wa jina lako. Tunapoanza ibada yetu ya kwanza Bwana, naomba uwe nasi mpaka mwisho wa siku ya leo Bwana. Tutalishukuru jina lako. Pokea sifa, heshima na uweza, kwa kuwa wewe ni mtakatifu Bwana. Tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu, na kila mmoja aseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wale ambao mko ndani mnaweza nipungia mkono hivi, hata wale mnaotutazama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ni wakati mwingine ambao Mungu ametuneemesha, ambao Mungu ametupa kibali kuwa uweponi mwake siku ya leo, na tunamshukuru kwa sababu ya yote. So ningependa nichukue fursa hii kuwakaribisha nyote katika uwepo wa Bwana, ili tukaweze kusikiza neno la Bwana kwa pamoja. Naamini kwamba Mungu kila wakati anapotukusanya jinsi hii hawezi akatukusanya bure. Mungu ana jambo ama ana makusudi ya kutukusanya hivi. Tusione kama ni jambo la kawaida kukutana tu Jumapili. There is something that God wants to do with our lives, na ndio maana Mungu ametuneemesha kuwa mahali hapa siku ya leo. Ndio maana Mungu ametupa kibali ili tukawe mahali hapa. So ningependa niwakaribishe sana wale ambao tuko ndani na wale ambao wanatutazama, tukaandamane pamoja katika neno la Mungu, ili Mungu akaweze kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa sababu ya muda, ningependa tusome maandiko ili tukaweze kuona yale ambayo Mungu anataka asubuhi ya siku ya leo. Ningependa tusome kutoka kitabu cha kutoka kitabu cha Mwanzo, Genesis chapter number 41 verse 39
tutaanzia 39 tukiteremka mpaka verse number 40, verse number 42, 44. Genesis chapter number 41, Mwanzo 41 mstari wa 39 mpaka 44. Biblia inasema hivi, nitasoma kwa Kiswahili. Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakaa mkuu kuliko wewe. Mstari wa 41 Biblia inasema kwamba Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akafua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvalisha mavazi ya kitani nzuri, na kumutia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Mstari wa 43 Biblia inasema kwamba akampandisha katika gari la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Ndivyo akamweka juu ya nchi ya Misri. Mstari wa 44 wa mwisho Biblia inasema kwamba Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Wacha tuamini, tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu wa matendo makuu. Unaweza Bwana ukamuinua mtu asiyeheshimika ukamheshimisha Bwana. Hata katika nchi za ugenini Bwana, ukaweza ukamfanya mtu asiye wa nchi hiyo kuwa mkuu, vile Bwana ulivyomfanya Yusufu. Tunapo Bwana zungumzia jambo hili na vifungu vingine vitakavyofuata, Mungu, naomba kwamba ukatubarikie kwa utukufu wa jina lako. Bariki kila mmoja atakayenisikiza Bwana asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini, amen. Bwana asifiwe. So today nataka tu nizungumzie kidogo juu ya topic inasema kwamba don't give up, fight for your life. Bwana asifiwe. Don't give up, fight for your life. Inamaanisha kwamba usikufe moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bali pigania maisha yako mwenyewe. Usikufe moyo, pigania maisha yako. Don't give up, fight for your life. Mahali ambapo tumesoma ni historia ya kijana mmoja anaitwa Yusufu. Biblia inasema kwamba Yusufu, unaporudi nyuma, alikuwa kipenzi cha baba yake. Baba yake alimpenda sana. Licha ya baba yake kumpenda, alikuwa kijana mtiifu. Alikuwa kijana ambaye baba yake alikuwa anajivunia. Licha ya kwamba baba yake alikuwa na ndugu zake, alikuwa na watoto wengine vijana, Yusufu akiwa mmoja. Mahali ambapo tumesoma ni Yusufu akiwa katika nchi ya Misri. Nakumbuka kwamba Yusufu alipokuwa akikua, aliishi katikati ya ndugu zake ambao Biblia inasema kwamba hawakumpenda. Yeye alikuwa katika harakati, yani katika maisha yake alikuwa ni mtu alikuwa anaota. Yani maisha yake yalikuwa yanatawaliwa na ndoto. Ndoto ni kuwa ni maono ambayo yako mbele, ama ni maono ya mambo, yani unaonyeshwa mambo yatakayokuja ama mambo yatakayokuwepo siku za usoni. So Yusufu akawa na hiyo tabia ya kuota. Na Biblia inasema kwamba alipokuwa anaota hakuwa anajiwekea ndoto zake. He was sharing with his brothers. Biblia inasema kwamba siku moja akawaambia ndugu zake ya kwamba
nimeona nyota zikiniinamia. Ndugu zake alipokuwa akiwaambia ndoto zake, walikuwa wanashikwa na wivu na hasira, walikuwa wanashikwa na uchungu, wakati mwingine wanataka hata kumuua. Biblia inasema kwamba siku moja wakiwa malishoni, baba yake amemtuma awaletee chakula, wakapanga njama ya kumuua kwa sababu alikuwa amewachosha. Kila siku ni ndoto, nimeota hii leo, kesho wakikutana hakuna ndoto nyingine, anawaambia tena leo nimeota hivi, nimeota hata watu wakubwa wakiniinamia. So Biblia inasema kwamba siku moja wakaamua wamuue. Alipofika katikati yao, wakapanga njama, ndugu zake wote. Biblia inasema kwamba walipokuwa wakitaka kumuua, ndugu yake mmoja anaitwa Rubeni akasema kwamba tusimuue ndugu yetu, badala ya hiyo waja tu tumtupe kwa shimo, tumuache hapo. Wakamtupa kwa shimo. Walipomtupa pale kwa lile shimo, Biblia inasema kwamba kuna watu walikuwa wanapita wakienda Misri, walikuwa wananunua watu wa kwenda kuwafanyia kazi. So Rubeni akawaambia badala tumuue ama tumuache hapa ndani, wache tukamuuze, akaende huko akapotee tu. Wakafanya njama hivyo, Rubeni akampigania, akaondoa ile nia ya kumuua, lakini wakamuuza. Wakaamua tu wamalizane na historia yake. Akasahaulika, akaenda huku kwa watu wengine, kitakachomkuta kimkute na huku. Biblia inasema kwamba alipofika mahali pale, ndio mahali ambapo tumesoma, Mungu akamuinua, Mungu akampa neema katika nchi ya ugeni. Asenseriyobogeni Nyasaye akamuobuya, Mungu akamsaidia Yusufu, akaendelea kuota zile ndoto, akaendelea kufafanua ndoto. Watu walikuwa wakiota, anaweza akawasaidia kuwafafanulia ndoto. Mahali ambapo nimesoma asubuhi ya leo, hapo kitabu cha Mwanzo 41, nilipoanzia Biblia ilisema kwamba maandiko yalisema kwamba Farao, sasa Yusufu ako katika mikononi mwa Farao. Farao amekuwa na ndoto ambayo imemsumbua, na Yusufu kutoka kwao kilichomfukuza ni ndoto. Amefika mahali hapa, mfalme ameota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndoto ya mfalme imemsumbua, hakuna mwenye anaweza kuitatua. Biblia inasema kwamba waganga wote waliitwa ili wakaweze kumfafanulia ndoto mfalme, wakashindwa. Watu waliokuwa na ujuzi wakashindwa. Ila kuna kichakazi ama mchakazi mmoja aliyekuwa huku, akamwambia tulipokuwa gerezani kuna mtu mahali pale alitufafanulia ndoto. Tulipoota tukamwambia, yeye ndiye alitusaidia, akatuambia ndoto, vile alituambia hivyo ndivyo ilivyokuwa. So Yusufu alikuwa gerezani kwa sababu ya makosa fulani ya kuwekelewa mambo mengine. So Biblia inasema kwamba alipofafanulia mfalme ndoto, mahali tumesoma sasa Farao anamuinua. Bwana asifiwe. So ninachotaka kukisema siku ya leo ni kwamba kuna wakati mambo yanatokea katika maisha yetu, mengine yanatendeka kwa wema wetu, ila tunayaona kuwa ni yanafanyika kwa ubaya. Yusufu kama binadamu, wakati mwingine angeona kwamba kama hizi ndoto zitanifanya nitengane na familia yangu, angekuwa kama binadamu, yani angekuwa na mawazo tu ya kawaida. Angesema kwamba sitaendelea kuota hizi ndoto, sitaendelea hii mambo ya kuambiambia watu ndoto, watakuja kuniua siku moja. Aseme kwamba wacha nichinyamazie. Ila Biblia inasema kwamba kilichokuwa ndani yake kilikuwa kimeanzishwa pamoja na Mungu mwenyewe. Alikuwa anaota na anasema ndoto zake zikamfanya akachukiwa na ndugu zake. Angekuwa mtu wa kugive up, angegive up. Lakini Biblia inasema kwamba alijipigania. Bwana asifiwe. Kila wakati akiota anasema, hata kama ndugu zake walikuwa wanasikia uchungu, he kept on telling them about his dreams. Anawaambia, today nilipokuwa nimelala usiku, Mungu alinitembea, niliona haya. So he kept on telling them, nimeota mpaka inafikia mahali wanamuuza. But kinachonifurahisha
ya kwamba kile kilichomtoa kwao alikipepa akaandamana nacho even to the foreign land. Alikuwa mahali pale akiona mambo makubwa ya Mungu. Mungu alikuwa anamtokea na anamuonyesha, hata kama alikuwa anafanyiwa mabaya hakuwa anayaona yale mabaya, kwa kuwa alijua kwamba maneno haya sio yangu. Bwana asifiwe. So he kept on dreaming, he kept on kwa kuambia wengine maana ya ndoto zao, mpaka imefikia ameambia mfalme maana ya ndoto zake. So yeye haku give up. Wakati mwingine katika maisha haya kuna mambo tunayafanya tunaona kwetu ni ya faida, tunaona kwetu ni ya msaada, but when we share with other people wanatu discourage. Wanafika hata kiwango wanatuona kwamba tumechanganyikiwa. Bwana asifiwe. Kuna mambo unaweza ona katika maisha ya mtu, kuna mambo Mungu anaweza akakuonyesha juu ya kanisa, kuna mambo Mungu anaweza akakuonyesha juu ya watu katika kijiji chako. Kwa wakati mwingine unaweza fikiria kwamba si Mungu, watu vile wanakuchukulia, unaona kwamba wewe uko na jambo la kuwasaidia, uko na jambo litakaloleta mabadiliko, lakini jinsi watu wanavyokuchukulia unaona kwamba hata nikisema hili neno halitasaidia yeyote, wacha tu nichinyamazie. You have something that can change somewhere, you have something that can change somebody, but because of fear, because of how people treat you, because of how people sees you, because of how people takes you, unaona kwamba hata nikisema haitasaidia. So Joseph ama Yusufu, hata alipoona ndugu zake hawaamini ndoto zake, yani hawafurahi ndoto zake, he kept on telling them of what he has dreamed. So Biblia inasema kwamba Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili hekima kama wewe, basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Bwana asifiwe. Sasa Farao alikuwa na ndoto ilikuwa inamsumbua. Aliota juu ya ng'ombe wanono na wengine wakonde. So hiyo ndoto ikamsumbua sana, kwamba ng'ombe wale waliokuwa wembamba wanakula wale wanono. Hiyo ndoto ilikuwa inamsumbua. So siku moja Yusufu akaja wakati watu wengi wameshindwa, akamfafanulia ile ndoto, akamwambia kwamba Mungu amenionyesha ya kwamba kutakuwa na miaka 7 ya mavuno, alafu kwa miaka zingine 7 kutakuwa na njaa kubwa. So hiyo ndio ilikuwa maana ya ndoto iliyokuwa inamsumbua mfalme. Yusufu alipoifafanua hivyo, tunapata mfalme akimwambia kwamba sasa wewe Yusufu wewe, Mungu amekuonyesha mambo haya, wewe ndiwe Mungu ameweka mambo haya, Mungu ameweka akili hiyo ndani yako. Hata kama wewe ni mgeni katika nchi yetu, hata kama wewe si wa nchi hii, tutakuheshimisha. In fact anasema kwamba kama Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili kama wewe. Alafu anamwambia basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu. Ameamua kumkabidhi mtu uko katika nchi ya ugeni, but those people are trusting you even with this house. He tells him ya kwamba now I'm giving everything unto you, my house. Anamwambia kwamba kitu nitakachokalia peke yake ni kiti chake cha kuwa mfalme, mambo mengine yote nimekuachia. Hata watu wangu watakuwa wanainama chini ya miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Why this man refused to give up? Bwana asifiwe. Alikataa kabisa kukufa moyo. Angekufa moyo aseme kama ndoto zinaweza zikafanya mimi nikachukiana na ndugu zangu, kama zinataka kunifanya waniue hata katika nchi ya ugeni, siwezi ama na ile tapia. Bwana asifiwe. Kuna mahali unakaa, kuna mambo unayafanya mahali, hata mambo yale yanayokupata unasema
nitakapofika mahali kwingine siwezi PF hivyo. Ebi ntombire biko kore kaso bugima bw'omuntu. Asina arokobera gwachi goteme ndugite byabe ngenchugite watemanga nitakapo ama ni katikati ya watu wengi. Mnaongea mambo. Alafu pia wewe uko na jambo la kuongea. Ukiinua tu mkono hivi kuongea, watu wanakusikiza, lakini kila mtu ananungunika kwa hiyo abantu bako moja. Watu wananongonezana tu hapo. Yaani unajiuliza kwamba kama naweza ongea hivi watu wakanifanyia hivi, the next time I'll not speak. Bwana asifiwe. Wakati mwingine unaweza shauri watu, uone umewashauri vizuri, lakini utakapotoka mahali hapo usikie kwamba wamesema kwamba ushauri wako hata uwasaidii, wewe ni hasara tu. Useme kwamba kama hivyo ndio watu wanasema nikiwashauri, heri niachane na hii mambo ya kushauri. So there is something that God has placed in you. Kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Hata kama hakionekani kuwa cha msaada, hata kama watu watakikataa, Mungu ametuita katika njia mbalimbali. Amefanya wengine kuwa pastors, amekufanya kuwa mwimbaji. Kuna wakati utakuja uchukue microphone, you sing, na watu waseme kwamba uchaimba kitu. Bwana asifiwe. Watu waseme kwamba uchafanya kitu, lakini ni vizuri ukifanya kitu unafanya perfect. Watu wakudharau, useme kwamba sasa kama nitaimba waseme naimba kama mtu amechanganyiwa, acha tu niache. Bwana asifiwe. Ila hali Mungu ameweka hiyo neema ndani yako. Anataka uifanyie mazoezi, ukatariwe juu ya hiyo, ufanye mazoezi kabisa, ili kupitia kwa hiyo huduma watu wakasaidike. Mungu amekuita, amekufanya kuwa apostle. Bwana asifiwe. Apostles ambao mko katika nyumba hii, Bwana asifiwe. Mungu amekutuma pale kijijini, amesema wewe ndio apostle. Wakati mwingine Mungu anataka kukutuma mahali, wale unaenda kuwahudumia ni watu wamesoma kukuliko. Hata siku ya kusimama kwa fellowship ya kusoma ndizo ni unashindwa, leo nitaanzia wapi? Alafu ukisoma hivi tu kuna mwingine atakwambia hapo apostle haifai kuwa hivyo, inafaa kuwa hivi kulingana na mimi. Ama nikusaidie kidogo. Unasema vile nimeambiwa hivi Jumatano mimi sikuji hapa. Bwana asifiwe. Wewe simama tu hapo, kama Mungu wewe ndio Mungu ameona ameweka mahali hapo. Bwana asifiwe. Fanya yale ambayo Mungu anataka, kwa kuwa Mungu amekuchagua. Tunaposoma historia ya Musa, Mungu anapomuita ili aende kuwaokoa wana wa Israeli, Musa hakuwa hata anajua kuongea. Musa anamwambia Mungu, mbona mimi mtu hata sijui kuongea? Mungu, mbona mimi? Lakini Mungu anamwambia Musa, wewe tu ndio wewe ndio umepata neema ya kuwakomboa, ya kuwatoa wana wa Israeli pale nchi ya Misri. Bwana asifiwe. So katika kila jambo usikufe moyo, pigania maisha yako. Yusufu katika ndoto alipigania maisha yake, hata wakati alitupwa kwa shimo, hata wakati ndugu zake walipanga kumuua, alisema hiki ndicho Mungu amenipa. This is what God has given me and I will use it no matter what. Bwana asifiwe. Hata iwe nini, akasema kwamba nitasimama na hizi ndoto zitanifikisha mbali. Biblia inasema kwamba akainuliwa kila mtu katika ile nchi akawekwa chini yake. Kwa hivyo na sisi tusije tukakata tamaa. Kama Mungu ametukubalia, Mungu ameweka chochote ndani yetu na anataka tukitumie, tukasonge mbele, tukakitumikie kwa utukufu wa jina lake. Bwana asifiwe. Onye nyasaye wosise ni nege ntokete. Ogote ebiringa kina abikirime gitumeke abantu nabanga, abantu nabatagotegerera, abantu nabakana ngambali gokoigwa. You just go on. No kwani abantu badanga ikintu igwete asike witagochi. Wewe endelea, songa mbele. Wakati Mungu atajidhihirisha, mambo makubwa yatatendeka. So Yusufu akainuliwa, akafanywa kuwa mkuu katika nchi ya wenyewe. Kwa sababu ya nini? Alikataa kukufa moyo, akaamua kupigania maisha yake. Anasema kwamba hii ndoto hii ndio itanifikisha mbali. Vile ndugu zangu wanaikataa hivi, this is what that will take me far. Akasema kwamba hii nitaishikilia hata nitakapoenda katika nchi ya wenyewe. This one will carry me. So kile ambacho Mungu ameweka ndani yako kitakusimamisha, kitakuketisha na wakuu. Bwana asifiwe.
kilinya sabi kitime yao, hata kama unakiona kwamba kidogo, Mungu atakitumikia hili kukusaidia, hili kukuinua. Bwana asifiwe. So refuse to give up. Don't give up. Instead, fight for your life. So ningependa ni tena tusome hadithi nyingine hapa ya mama mmoja katika Biblia ambaye pia yeye alikuwa katika hali ambayo ingemfanya akufe moyo ama akufe moyo kabisa. Ila hiyo hali, alipokuwa anateseka katika hiyo hali, Biblia inasema kwamba alikuwa anamulilia Mungu zaidi. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza 2 mstari wa 21. Samueli wa kwanza, tunachua historia ya mama anayeitwa Ana. Biblia inasema mahali, nataka tusome mstari wa 21, 1 Samuel chapter number 2 verse 21. Biblia inasema kwamba naye Bwana akamwangalia Hana, naye akachukua mimba, akazaa watoto wa kiume 3 na wa kike 2. Naye huyo mtoto Samueli akakuwa mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo tumesoma, tunajua vizuri, unaporudi chapter number 1 of that book of Samuel, tunapata mama anaitwa Hana. Biblia inasema kwamba Hana alikuwa tasa. Hiyo hali ya utasa ilimletea mambo mengi. Ilifanya akachukiwa, ilifanya akadharauliwa, ilifanya mume wake akaongeza mke mwingine aliyeitwa Benina. Hata Mungu akabariki Penina kwanza. Hali ya Ana ikakuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya utasa wake, Biblia inasema kwamba Ana alikuwa anamkejeli, akamtukana kila siku, akamfanyia kila aina ya uofu, akamfanya akalia kila wakati. Yani kila wakati Biblia inasema utakapokuwa unasoma kutoka chapter 1, hata wakati wako hekaluni wanatoa sadaka, Penina anamtukana tu. Hata kanisani wakitoa sadaka anamwambia, sasa wewe hata kama unatoa sadaka unatoa ya nini? Hauna watoto? But Biblia inasema kwamba huyu mama katika hiyo hali yake akakataa kufa moyo. Kila wakati alipata nafasi, she came into the house of the Lord. And the Bible says that she used to cry very bitter before the Lord. Alikuwa analilia Mungu kwa uchungu sana, akimwambia Mungu, niondolee hii aibu. Mungu, nibariki na kijana. She was very specific. Anambia Mungu kwamba mtoto wa kiume ndiye tu atakaye niondolea hii aibu. Utakaponipa huyu mtoto, nitampeana ili akakue katika nyumba yako, ili akufanyie kazi. Hata kama huyu mwanamke alikuwa anatukanwa, hata kama huyu mwanamke alikuwa anapitia hali ngumu, she knew one thing, that God, only God can give me a child. And she was praying to God every time. Anamwambia Mungu, na mimi nikumbuke. Wakati anatukanwa, anaambia Mungu, na mimi nikumbuke. Wakati analilishwa, watu wanamsemea vibaya, anamwambia Mungu, na mimi nitendee muujiza. Bwana asifiwe. Wakati katika maisha haya, wakati mwingine hali unapitia inaweza ikakuletea marafiki wengi, na kuna hali nyingine unapitia inaweza ikakuletea maadui wengi. Lakini katika hiyo hali sio mwisho wako. There is something ambacho Mungu anataka kukuonyesha mahali hapo. So marafiki wake wakamkimbia. Mke mwenza akakuwa yeye ndiye sumu kwake. But Mungu ashukuriwe kwa kuwa alichukulia ile hali ya yule mama vile alivyokuwa anamulilia kila wakati. Biblia inasema kwamba alimbariki na mtoto kijana anaitwa Samueli. Tuachane na mambo ya Samueli. Wakati Mungu amembariki na Samueli, mahali ambapo tumesoma, Biblia inasema kwamba naye Bwana akamwangalia Ana.
Biblia inasema kuna wakati tunaweza pitia hali ngumu katika maisha haya. Mungu apee watu nafasi ya kutuangalia. Watu wanaangalia tu yale unapitia, hawawezi ona hata kitu kizuri. Watu wanaweza tu ona machozi yako, wanakuchukiza. What they want to see is tears coming out of your eyes. Hiyo tu ndo watu wanataka kuona. Biblia inasema kwamba Mungu akapea maadui zake wakati mzuri, wakamwangalia vile anavyoteseka, wakamwangalia vile anavyolia, wakamwangalia vile anavyoumia. But there is a time that came ambayo Mungu mwenyewe alichukua ushukani, akaanza kuangalia maisha ya Ana yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. What do I want to say? Ya kwamba katika shida zetu watu wanaweza wakafunguliwa macho, wakaona hata chenye wewe hauoni. Watu wanaweza wakakusemea mambo yakakupasua moyo. Unakata tamaa kabisa, unasema kwamba kufikia hapa tiganywe sumunkwe wose tigangenda senguchiguchi. Ndio maana watu anatoka tu hivyo, mtu anatoweka, haujui alienda wapi kwa sababu ya hali ya maisha. Ana alikataa akasema kwamba hata kama napitia hali ngumu, I will never be silent. I will go before the Lord and ask him. I know he will give me a child, no matter how long it will take. So she cried. She came each and every time in the house of the Lord. Alililia Mungu. Mahali ambapo tumesoma, wakati aliyashinda yale ambayo yalikuwa yanamkumba, wakati alishinda zile shida ambazo zilikuwa zinamwandama, wakati aliwashinda maadui zake, Biblia inasema kwamba naye Mungu akamwangalia mara nyingine, akambariki na watoto wa kiume 3. Biblia inasema kwamba akachukua mimba, akawazaa watoto wa kiume 3 na watoto wa kike 2. Amen. Huyu ni mama ambaye tunamjua, alikataa kukua chini, alikataa kulia kila wakati, yani alikataa kukufa moyo. Akasema kwamba this situation will draw me closer to God. This situation that I'm going through, hii ndio itafanya Mungu hata asonge karibu na mimi. So whenever she cried to God, kila wakati anamulilia Mungu, kila wakati anamulilia Mungu. Hiyo hali nilifanya Mungu akamwangalia kwa macho yake na Mungu akambariki Hana. Ninachotaka kusema katika maandiko hayo ni ya kwamba ile hali ambayo tunapitia wakati mwingine inatuandalia ama inamuandaa Mungu kuaibisha maadui zetu. Wakati mwingine tunaweza ona tuko peke yetu katika shida, ila tuko peke yetu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunapitia hali ngumu, machungu, hasira, mambo mengine mengi, tunaona kwamba tuko peke yetu, Mungu ametusahau kabisa. Ila katika hali hiyo Mungu ameandaa mambo makubwa. Mungu ametuandalia mema. Kuna wakati watu watatuangalia watucheke. Kuna wakati watu watachukua ushukani, watuseme mabaya, hata mioyo yetu ikuwe karibu kuraruka. But God, kuna wakati atafika mwenyewe atuangalie vile Biblia inasema kwamba alivyomwangalia Ana na macho yake mwenyewe. Na Mungu anapotutazama, our lives will never be the same. Bwana asifiwe. Watu wanaweza wakatuangalia, maisha yetu yasibadilike. Abantu nababa gukoligireri, abantu nabako gukwanira, lakini obugima bwabo butigare the same way bwarenge before batara gukwanira. But the time God ataamua kukuangalia na macho yake mwenyewe, everything changes in your life. So Mungu alipoamua kumwangalia Ana, Biblia inasema kwamba mambo yake yote yalibadilika na Mungu alimtenda mema katika jina la Yesu. So katika kila shida, katika kila hali tunapitia katika maisha haya, ebe no burwaire, ebe ni njara, iwe ni kupungukiwa, iwe yani ndobu atikende. Hata wakati mwingine watu wanaona kwamba hauna, hata akikupea tu anakupea tu. Umuntu agoko hano ane ndagera ka gukonyentereria gotenga hakina aigwa gwakoromuki tako ta ebintu ntoma etembi kongentera kina agwa wakoromuki, yani tigatoka ende tukoromuki oyu no eba watatebi, so that Mungu
atakapotuangalia atubadilishie maisha yetu. So Ana naye akakuwa miongoni mwa watu ambao waliteseka, watu ambao ingekuwa ni watu tu hivi wa kawaida, watu ambao hawakuwa na focus na future, watu ambao hawakuwa wanataka kuendelea, ange give up, but she refused. Akasema kwamba I not give up, rather I focus on God. Na Biblia inasema kwamba Mungu alimkumbuka akambariki na watoto hivyo, plus hao watoto wa kiume 3 plus wa kike 2. Unaposoma hapo chini Biblia inasema kwamba naye yule Samueli alikuwa katika hekalu akimfanyia Mungu. Ngabana bumbale ngabalenge. Hao watoto walikuwa wangapi? 6. Biblia inasema kwamba Mungu akamwangalia tena Hana, akachukua mimba, akazaa watoto wa kiume 3 na wasichana 2. Naye yule Samueli alikuwa katika hekaluni akimfanyia Mungu kazi. Bwana asifiwe. So Mungu alimbariki Hana licha ya kupitia magumu, she focused na Mungu akamsaidia. So ningependa tusome maandiko ya mwisho ya mtu mwingine ambaye alipitia mambo mengi and he was at a position ya ku give up because of what he was going through, lakini Mungu akamsaidia, akasimama katika hiyo hali, akataka kujua zaidi ni nini chanzo cha mapito yake, na Mungu na alipojua alimulilia Mungu, naye Mungu akamsaidia. So katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza 4 mstari wa 10, the book of First Chronicles chapter number 4 and verse 10. Tasoma kwa Kiswahili. Biblia inasema kwamba huyo Yabesi akamulilia Mungu wa Israeli akasema, lao kwamba Mungu ungenibariki kweli na unisidishie hizo sorry, allow me 1 minute nisome Biblia ingine. Yes, nikubalie nisome hii. Biblia inasema kwamba mstari wa 10, Yabesi akamulilia Mungu wa Israeli akasema, Mungu, laiti ungenibariki kweli na kupanua mipaka yangu, mkono wako uwe pamoja nami, uniepushe na uovu, ili nisidharaulike. Naye Mungu akamjibu, naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Bwana asifiwe. Wacha nirudie. Biblia inasema kwamba Yabesi akamulilia Mungu wa Israeli akisema, Mungu, laiti ungenibariki kweli na kunipanua mipaka yangu, mkono wako uwe pamoja nami, uniepushe na uovu, ili nisidharaulike. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Bwana asifiwe. Mahali hapo ambapo nimesoma ni historia ya kijana mmoja anayeitwa Yabesi. Biblia inasema kwamba Yabesi ni kijana aliyezaliwa katika hali ya uchungu. Mama yake alipokuwa anamzaa alimzaa kwa uchungu sana. Biblia inasema kwamba akamuita jina lililokuwa linamaanisha ile hali ambayo alipitia mama yake wakati wa kumzaa. Biblia inasema kwamba alipokuwa anakuwa, maisha yake yakakuwa yameambatana na lile jina ambalo alikuwa ameitwa na mama yake. Maisha yake yakawa maisha ya uchungu zaidi. Alikuwa anapitia mambo magumu kiasi kwamba
alipokuwa mkubwa ikafika mahali anataka kujua, why am I going through this hard times? Why is my life full of bitterness? Mbona maisha yangu yanajaa uchungu? Mbona mimi sioni mema katika maisha yangu? Biblia inasema kwamba alipokuwa anauliza, akaambiwa kwamba mama yako alipokuzaa alikuita Yabesi. Jina lako linamaanisha uchungu. Maana wakati mama yako alikuzaa kwa uchungu, and that is why she gave you that name. The Bible says that when she knew that, hakuchinyamazia, he went to the Lord, akamulilia Mungu wa Israeli. Ndio hapo mahali tumesoma Yabesi akimuomba Mungu. So hali ambayo angepitia kama binadamu angeenda tu, I was thinking like, ingekuwa kama si mtu alikuwa anamuogopa Mungu, angeendea mama yake amuulize, mama yangu, why? Mbona unaniita jina linalonisumbua hivi? Mbona jina langu linaniletea shida? But Biblia inasema kwamba alipojua kwamba jina lake linamaanisha uchungu, na ndio maana ama ndio sababu anapitia ile hali ambayo alikuwa anapitia, Biblia inasema kwamba alimulilia Mungu, akamwambia Mungu, iwapo umependezwa na mimi, akamwambia Mungu wa Israeli, Mungu, laiti ungenibariki kweli kweli na ukapanua mipaka yangu, na mkono wako uwe pamoja nami, uniepushe na uovu. Bwana asifiwe. So kuna uovu ulikuwa unaandama maisha yake, kuna uchungu ulikuwa katika maisha yake, mipaka yake ilikuwa alikuwa mahali ambapo haendelei, alikuwa mahali ambapo hata hawezi akaona beyond where he was. Ndio maana anamulilia Mungu, anamwambia Mungu ewe Mungu wa Israeli, na kuomba unipanulie mipaka yangu, uniondolee, mkono wako uwe nami. Anamalizia kusema kwamba ikikupendeza, anasema kwamba uniepushe na huu uovu, naye anasema kwamba uipanue mipaka yangu, mkono wako uwe pamoja nami, uniepushe na uovu ili nisidharaulike. So wakati mwingine uovu unapokuwa katika maisha yetu, when our lives haziko katika ile hali ambapo tunastahili kuwa, wakati tuko na uchungu, wakati tuko na there's a time unaweza kuwa katika maisha yako, maisha yanakusukuma mpaka unafanya mambo mengine ambayo hayampendezi Mungu. So Yabesi akamulilia Mungu, akamwambia Mungu, ikiwezekana mkono wako uwe nami. Mungu, ikiwezekana uniondolee, nikiendelea katika hii hali nitadharauliwa. Mungu, ikiwezekana uniondolee dharau, watu wasinidharau. Biblia inasema kwamba naye Mungu akamjalia hayo ambayo aliyoyaomba. Bwana asifiwe. Hilo ndilo jambo ningependa kulisema asubuhi ya leo, kwamba licha ya yale yote Yabesi alipitia, when he discovered that his name had a problem, hakunyamaza hivyo. Alisema ni heri nishughulikie jina hili, ni heri nimulilie Mungu, for I know that atakapobadilisha jina langu mambo yatakuwa sawa na mimi, na haya ndiyo nitaomba kutoka kwa Mungu. Akamwambia Mungu, mkono wako uwe juu yangu. Mungu, uniondolee uovu, uniondolee machungu, ikiwezekana uniondolee dharau, kwa kuwa watu walikuwa wanamdharau. Na akamwambia Mungu, ikiwezekana upanue mipaka yangu ili nikaweze kuendelea, meaning that where he was angeweza endelea, jina lake lilikuwa linamulimit there where he was. So kuna mambo mengine katika maisha tunaweza yachukulia tu rahisi hivyo, ila hatuwezi endelea zaidi ya hapo. Mungu akitupa neema, no maana I want to encourage you that pray all times, seek the will of God. Muulize Mungu, makusudi yako na maisha yangu ni yapi? Mungu, unataka nini na maisha? Mbona mimi ukaniumba? Unataka nini na mimi? So that God aweze kukuongoza, ili Mungu aweze kukuonyesha yale ambayo anataka ukayafanye. So katika hali ya kibinadamu, Yabesi angekufa moyo,
akate tamaa, aseme kwanza mama yangu wewe ndo ulinilaani, sasa wacha niende tu hivyo. Yani akubali tu kwamba mimi maisha yangu hayataendelea kwa sababu ni mama alisema. Because sometimes we believe that wazazi wetu wakiongea jambo hivyo ndivyo itakavyo kuwa. Angekubali tu aseme sasa mimi the way you see me, muone mama yangu ndo alifanya haya. But Jabez, Biblia inasema kwamba katika hiyo hali akakataa kukufa moyo, akakataa kudharauliwa, akamulilia Mungu, naye Mungu akamfanyia vile alivyokuwa anahitaji. Ninapomalizia asubuhi ya leo, kuna mambo mengi ambayo tunapitia katika maisha haya. Kuna majaribu mengi ambayo tunapitia katika maisha haya. Kuna uchungu mwingi tunapitia katika maisha haya. Ile hali ambayo tuko inaweza ikatufanya tukakosa hata kumwaminia Mungu. Lakini tumesoma Yusufu katika hali yake ya kudharauliwa, hata kutaka kuuliwa na ndugu zake, he trusted upon the Lord. Ile ndoto ambayo Mungu alikuwa ameweka ndani yake ikamsaidia hata akawa mtu mkubwa katika nchi ya ugenini. Tumesoma Ana katika hali yake ya utasa na kudharauliwa kwingi, alimungoja Bwana, akamulilia Mungu, na Biblia imesema kwamba Mungu akamsikia Ana, akampea watoto wa kiume 3 na wa kike 2, akamuongezea na juu ya Samueli. Tumesoma Yabesi, tumesema kwamba mama yake anamzaa kwa uchungu. Je, ni mambo yapi yale katika maisha yako yanayokusumbua? Wakati mwingine unaona kwamba mimi hii hali nayo hii siwezi nikatopoa. Kuna magonjwa, mambo mengi yanakusumbua, unaona kwamba hapa Mungu ameniacha peke yangu. Mungu hajakuacha. Bwana asifiwe. So ningependa kwa dakika moja ninapomaliza kwamba tusimame kwa miguu yetu, tukaweze kutafakari tu 1 minute. Uone ni hali gani ile ambayo imeleta maadui wengi katika maisha yako. Hali zingine zinaweza zikaleta marafiki wa kutukatisha tamaa, wa kutuambia kama Ayubu, anambia mtukane hata Mungu kufe kwa sababu hii hali itakuua. So dakika moja tu 2, tuombe Mungu, tuambie kama Mungu, kuna hali katika maisha yetu ambayo tunapitia ni ngumu, hali ambayo inatufanya tunalalamika, hali ambayo inatupitishia machungu, inatufanya tunalia kila wakati. Mungu utufungue macho yetu tukaweze kuiona, tukakutazamie Bwana. Asante Bwana wetu asubuhi ya siku ya leo. Wewe ni Mungu mwema, Mungu mwaminifu. Jehova, uliyeweka ndoto ndani ya Yosefu mtumishi wako Bwana, ile ndoto ilimsababishia mambo ya uchungu katika maisha yake. Ndugu zake walimkataa, wakakuwa na chuki na yeye, hata Bwana wakataka kumuua, lakini Rubeni akaona ni heri wamuuze wasimuue. Bwana alipoenda katika nchi ile ya Misri, ukamuinua akawa mkuu mahali pale. Jehova, akafanywa kuwa wa pili kwa sababu alikutegemea, alikutumainia. Kuna hali katika maisha yetu Bwana, kuna mambo tunapitia katika maisha yetu Bwana, mambo hayo yanatufanya wakati mwingine tunafika hata kiwango cha kukata tumaini na kutokuaminia tena. Neno hili ambalo tumelisoma asubuhi ya leo ni kwamba tusije tukakufa moyo, bali Bwana tukakutazamie, bali Bwana tukalitie jina lako. Asubuhi ya leo nawaombea wanao ambao wako mahali hapa siku hii na asubuhi ya siku ya leo Bwana, kuna hali ambazo wanapitia katika maisha haya. Zingine Bwana zinawaletea marafiki ambao wanawadiscourage, zingine Bwana zinafuta maadui zao, wanawasema vibaya. Katika hiyo hali Jehova, ukawasaidie, wakakutazamie mambo makubwa Bwana yakaonekane. Bariki wazee Bwana, watie moyo Bwana. Bariki wamama ambao wako mahali hapa, watie nguvu katika kila hali Bwana, wakutegemee, wakutumainie, kwa kuwa Bwana, baada ya mateso, baada ya kulia, baada ya kudharauliwa Bwana, wewe unapeana ushuhuda Bwana, wewe unapeana nguvu mpya Bwana, wewe unapeana jina jipya Bwana, wewe unatendea watu mambo makubwa. Kuna wengine hapa wamedharauliwa, wengine wametukanwa Bwana, wengine hata hawatazamwi kwa macho ya wema. Jehova, naomba kwamba
ukatutende wema. Neno hili likatusaidie tukasimame kama Yusufu. Neno hili likatusaidie tukakutumainie kama Hana Bwana. Neno hili likatusaidie tukakulilie kama Yabesi, ili Mungu kaweze kutubadilishia hali kwa utukufu wa jina lako. Jina lako litukuzwe Bwana, jina lako limidiwe Bwana, kwa kuwa hakuna aliye kama wewe. Tunakutukuza Mungu usiyeshindwa. Pokea sifa, heshima na uweza, kwa kuwa Bwana utatutenda mema. Jina lako liabudiwe milele, maana tumeomba tukiamini kwa Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Bwana akawabariki wote na Mungu awatie nguvu. So ningependa tutoe sadaka zetu tunapotawanyika kwenda madarasa yetu ya Sunday School. Amen. Tusimame tutoe sadaka zetu as we going for Sunday School. Tunapoenda Sunday School. Baba, tunakushukuru. Asante kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu ya sadaka tumekutolea. Kazipokee Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tunapoingia katika Sunday School, Bwana ukaseme pamoja nasi kupitia kwa walimu wetu. Pokea sifa kwa kuwa hakuna kama wewe. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. God bless you. Tukimbie katika Sunday School.